Moja kati ya story kubwa sana siku ya Eid al-Fitr hapa duniani inatokea pale ukanda wa Afrika ya Magharibi, ambapo inamhusu rais wa taifa hilo junta Bwana Ibrahim Traore, ambaye pamoja na mambo mengine ameshiriki kama kiongozi wa taifa hilo katika ibada ya Eid al-Fitr. Na story haikuwa hiyo. Story ambayo imekuja kuwa kubwa sana ni juu ya kile ambacho kimefanywa sasa na Bwana Captain Ibrahim Traore, ambaye kwa hivi sasa ndiye kiongozi ambaye anatajwa kuwa amenusurika katika majaribio mengi zaidi ya kupinduliwa na kuvunja rekodi mbalimbali tangu alipochukua madaraka pale nchini Burkina Faso mwaka 2022. Lakini mpaka tunapozungumza ni kwamba Ibrahim Traore Captain amenusurika na mapinduzi kwa zaidi ya mapinduzi 30. Lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri ni kwamba mapinduzi hayo yote yamefail na kumfanya kiongozi huyu kuwa ndiye kiongozi katika bara la Afrika kwa hivi sasa kunusurika kupinduliwa mara nyingi zaidi. Na sababu za kwa nini mapinduzi yanashindikana ni kutokana na ukweli kwamba aina ya mfumo wa maisha ambayo anaishi Captain Ibrahim Traore ni tofauti sana na viongozi wengine wote, naweza kusema hivyo, duniani, kwa sababu yeye hataki kujitofautisha na raia wengine au hataki kujitofautisha na watu ambao wanamlinda pindi anapokuwa katika eneo fulani. Wakati tunaona marais au viongozi mbalimbali wakijitofautisha kwa kuvaa suti, kwa kuvaa nguo afu wanavaa na zile tai za mamlaka, kwa maana ya tai nyekundu, kiasi kwamba hata akiwa anapita sehemu fulani wanamuona kwamba yule pale labda ndiye waziri mkuu au yule ndiye rais au yule ndiye makamu wa rais. Imekuwa ni tofauti kidogo kwa Bwana Ibrahim Traore, ambapo yeye huwa anavaa mavazi ya kufanana na walinzi wake wote, lakini pia anakuwa katika staili ambayo inafanana na walinzi wake wote. Na kama haitoshi, kwa wale ambao hamjawahi kujua, ni kwamba hata watu ambao wanamlinda Bwana Ibrahim Traore wanafanana na Ibrahim Traore kwa asilimia zaidi ya 70, hali ambayo huwa inamfanya Ibrahim Traore kuwa katika hali ya kutoeleweka pindi anapotokea kwenye mihadhara tofauti mpaka pale atapokuwa anatoa ile public speech. Sasa leo story kubwa sana tarehe 31 mwezi wa 3 2025 ni kiongozi huyu wa junta ya Burkina Faso, ambapo amewasamehe wanajeshi 21 ambao walikutikana na hatia ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi mwaka 2015. Sasa mtaniuliza maswali hapa ndugu zangu. Ibrahim Traore aliingia kwa mapinduzi mwaka 2022. Kwa nini kawasamehe walihusika kwenye mapinduzi mwaka 2015? Niko hapa kwa ajili ya kuwaambieni juu ya nini ambacho kimetokea. Lakini kwa mujibu wa amri rasmi ambayo imetolewa, Rais wa Burkina Faso Bwana Ibrahim Traore amewasamehe wanajeshi 21 waliokutwa na hatia ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi ambayo yalifeli mwaka 2015. Nchi hii ya magharibi mwa Afrika ambayo imekumbwa na machafuko imekuwa ikiongozwa na viongozi wa kijeshi tangu Septemba 2022 baada ya mapinduzi ambayo yaliongozwa na Captain Ibrahim Traore. Traore alitangaza rasmi msamaha wa amnesty mwezi Disemba mwaka jana kwa watu kadhaa ambao walikutwa na hatia ya kuhusika katika jaribio la kuangusha serikali ya mpito iliyokuwa madarakani baada ya kuanguka kwa rais wa zamani Blaise Compaoré. Na alisema kwamba watu ambao wamefutiwa ni wale ambao walikuwa wameshtakiwa mbele ya mahakama kutokana na vitendo vyao ambavyo walivitenda tarehe 15 na 16 Septemba mwaka 2015, na akasema wote wanapewa msamaha. Ilisomeka sehemu ya amri hiyo ambayo imetolewa wiki iliyopita, ambapo imeorodhesha majina ya wanajeshi 21 wakiwemo maafisa 6. Wawili walikuwa makamanda wa kikosi cha walinzi wa rais wa zamani, wapo katika orodha, pamoja na maafisa wa ngazi ya chini 15 na wanajeshi wa kawaida. Waliokutwa na hatia katika mahakama ya kijeshi ya mjini Ouagadougou walikutwa na hatia
Ifahamike waliosamehewa ni wale ambao walikutwa na hatia katika mahakama ya kijeshi mjini Ouagadougou mwaka 2019 kwa kuharibu usalama wa taifa pamoja na mauaji na uhaini. Majenerali wawili ambao walidhaniwa kuwa waongozaji wa jaribio hilo la mapinduzi, mmoja ni Gilbert Diendere aliyekuwa mkuu wa wafanyakazi wa Rais Compaoré, pamoja na Djibril Bassol aliyekuwa waziri wa mambo ya nje, walihukumiwa kifungo cha miaka 20 na 10 jela mtawalia. Hawa hawamo katika msamaha huu. Waliohukumiwa wanayo hadi mwezi Juni kuomba msamaha. Ili kufanya hivyo, wanatakiwa kuonyesha kujitolea kwao kwa taifa katika kurudisha ardhi ya pale Bukinabe, kuonesha utayari wa kushiriki kamilifu katika vita dhidi ya ugaidi. Kwa hiyo hawa wamesamehewa, lakini so far so good ni kwamba watatumiwa na jeshi la pale Burkina Faso. Hawa wanajeshi 21 ambao wamesamehewa wanarudi kwenye jeshi ambalo limekuwa likipambana na makundi ya kijihadi ambayo yanahusiana na Al-Qaeda pamoja na lile kundi la dola la Kiislamu kwa zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo pamoja na kwamba wamesamehewa kwa maana wamepata ile parole ya rais, lakini hawatarudi uraiani, bali wataelekea katika kambi za jeshi na kutumwa katika maeneo ambapo huko watakwenda kupambana na hivyo vikundi vya kigaidi vikihusiana na ile Al-Qaeda pamoja na hiyo dola la Kiislamu IS. Hata hivyo, amri hiyo inasema kwamba hawatakuwa na haki ya kupokea fidia au kupanda vyeo. Diendere na Bazore wao walijaribu kuangusha serikali ya mpito ambayo iliwekwa baada ya Captain Compaoré kuondolewa madarakani Oktoba 2014 kwa mapinduzi ya umma baada ya kuwa madarakani kwa miaka 27. Vikosi vya wafuasi wa Compaoré vilidhibiti jaribio la mapinduzi hilo ndani ya wiki mbili, ambapo jumla ya watu 14 walikufa na wengine 270 wakajeruhiwa. Wizara ya Haki mwezi Disemba mwaka 2024 ilisema kuwa takriban watu 1200 ambao walikutikana na hatia kuhusiana na jaribio hilo la mapinduzi walikuwa wanatakiwa kusamehewa kuanzia Januari mosi mwaka 2025. Sasa hii ni moja kati ya story ambayo imegonga headline kubwa sana duniani. Vyombo mbalimbali vya habari duniani vimeelekeza macho pamoja na masikio yao pale Ouagadougou mjini Burkina Faso kwa ajili ya kumtazama kiongozi huyu wa junta bwana Captain Ibrahim Traoré. Sasa nataka niwaelezee historia kidogo ya mapinduzi au hilo jaribio la mapinduzi ambalo lilitokea huko nchini Bukinabe mwaka 2015, ambalo ni moja kati ya tukio ambalo linaiweka historia ya Burkina Faso katika namna ambavyo inaonekana hivi leo. That's why nimesema mapema kwamba kwa hivi sasa Captain Ibrahim Traoré ndiye mtu ambaye anaonekana kufanyia majaribio mengi sana. Burkina Faso ilikuwa ikiongozwa na Rais Blaise Compaoré kwa zaidi ya miaka 27 kwa sababu aliongoza kuanzia mwaka 1987 hadi mwaka 2014 na aliingia madarakani naye kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mwaka 87 baada ya kumuua Rais Thomas Sankara ambaye alijulikana kwa sera zake za kijamaa pamoja na mapambano dhidi ya ufisadi, ambapo Compaoré alitawala kwa mtindo wa kidikteta na alikumbana na upinzani mkubwa hasa kutoka kwa wanaharakati pamoja na vijana ambao walikuwa wanahitaji mageuzi. Mwaka 2014 alijaribu kubadili katiba ili kuendelea kubaki madarakani kwa kipindi kingine, jambo ambalo lilisababisha maandamano makubwa ya umma na watu walijitokeza barabarani kwa wingi wakipinga hatua hiyo, na mwisho wa siku jeshi liliingilia kati. Sasa mnamo Oktoba 31 mwaka 2014, Rais Blaise Compaoré alilazimika kujiuzuru kutokana na shinikizo la maandamano makubwa ya wananchi pamoja na vikosi vya kijeshi ambavyo vilikuwa vimejiunga na upinzani, na aliingia uhamishoni akielekea katika nchi jirani ya Ivory Coast, hali ambayo ilipelekea kuwa na mapinduzi ya wananchi dhidi ya utawala wake wa kidikteta. Baada ya kuondolewa madarakani Compaoré, serikali ya mpito ilianzishwa ili kuandaa uchaguzi huru na wa haki. Muda mfupi baada ya kuanguka kwa Compaoré, serikali ya mpito ambayo ilikuwa inaongozwa na Michael Kafando kama rais wa mpito, huku Isaac Zida akichukua wadhifa kama waziri mkuu.
Hata hivyo, licha ya hali ya utulivu katika taifa hilo kwa muda, kulitokea changamoto nyingi sana za kisiasa pamoja na kijamii ambazo zilikuwa zikiongezeka day after day, na wengi walikuwa wanahitaji mabadiliko makubwa sana katika taifa hilo la Burkina Faso. Sasa hiyo nimesema 2014 ambapo alipoondolewa madarakani ndio waliingia hao viongozi kwa maana ya Michael Kafando kama rais wa mpito pamoja na Isaac Zida. Sasa nini ambacho kilitokea? Mnamo Septemba 16, 2015 likafanyika jaribio la mapinduzi ambalo lilifanyika kwa ajili ya kuangusha serikali ya mpito. Jaribio hili sasa liliongozwa na rais wa zamani Blaise Compaoré kupitia kikosi cha walinzi wa rais ambacho kilikuwa kina maafisa wa ngazi za juu ambao nimewatajia kule juu. Mmoja alikuwa ni General Gilbert Diendere ambaye alikuwa mkuu wa wafanyakazi wa Compaoré, na mwingine nimekuambia alikuwa anaitwa Djibril Bassore ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nje wa wakati wa utawala wa Compaoré. Sijui kama mnaielewa, ina click Najua sasa hivi mnanielewa. Sasa kikosi cha walinzi wa rais kiliteka vituo muhimu vya serikali pamoja na ofisi ya rais wa mpito Michael Kafando, na baadaye wakamkamata. Walijaribu kuanzisha utawala mpya kupitia mfumo wa kijeshi, lakini walikosa msaada wa kutosha kutoka kwa jamii pamoja na wanajeshi wengi wa pale Burkina Faso. Ndio maana ukifuatilia sana historia ya Burkina Faso utaona taifa hilo tokea kwa bwana Thomas Sankara halijawahi kutawaliwa na kiongozi ambaye alichaguliwa na wananchi. Sasa baadaye vikatokea vikosi vya waaminifu ambavyo vilikuwa vinajumuisha wale askari wa ngazi ya chini pamoja na wafuasi wa serikali ya mpito ambao vilijitokeza na kukabiliana na jaribio hilo la mapinduzi, ambapo yaliibuka mapambano kati ya waasi na waungaji mkono wa serikali ambayo yalikuwa ni ya muda mfupi kidogo, lakini yalikuwa na athari kubwa sana kwa usalama wa taifa la Burkinabe. Jeshi la Burkina Faso lilifanikiwa kudhibiti jaribio hilo ndani ya wiki 2 na serikali ya mpito ilirejeshwa madarakani na viongozi wa mapinduzi walikamatwa. Jaribio hili la mapinduzi lilisababisha vifo vya watu wangapi? 14, na fili nimewambia kule juu, na majeruhi 270, huku viongozi wa mapinduzi wakikamatwa na kupelekwa mahakamani. Sasa jaribio la mapinduzi lilitokeza kama kipengele cha kutafuta ushawishi na mabadiliko katika taifa hilo la Burkina Faso. Hali hii iliibua mjadala mkubwa kuhusu utawala wa kijeshi na nafasi ya wananchi katika mchakato wa kisiasa. Baada ya jaribio hili, serikali ya mpito ilirejeshwa, lakini ilikumbwa tena na yenyewe na changamoto kubwa sana za kiusalama pamoja na kisiasa, huku nchi ikiwa inakabiliwa na tishio kutoka katika ile makundi ya kigaidi kama vile kundi la Al-Qaeda pamoja na makundi mengine. Sasa baadaye ikaja kuonekana, yani baada ya hayo mapinduzi ambayo ilifanyika 2015, manake hapa katikati sikilipita kipindi cha mpito wa miaka takriban kama 7 mpaka mwaka 2022. Sasa baadaye wale ambao walikutwa na hatia ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi walihukumiwa kifungo, lakini mwaka 2023 rais wa junta Ibrahim Traore alitangaza msamaha kwa wanajeshi 21 ambao walikutwa na hatia, na waliosamehewa wakiwa ni maafisa wa kijeshi wa ngazi za chini na wa juu ambao walishiriki katika jaribio hilo. Hata hivyo, viongozi wakuu wa mapinduzi kama vile Diendere pamoja na Bassore wao hawakunufaika na msamaha huo. Nitawaeleza. Baada ya kuondolewa kwa serikali ya mpito wa Burkina Faso, ilikumbwa na hizo changamoto nyingi kama ambavyo nimewaambia. Sasa vikundi ambavyo vilikuwa vinasumbua ni hivi vya Al-Qaeda pamoja na ile ICC. Jaribio la mapinduzi ya kule Burkina Faso 2015 ilikuwa ni kielelezo cha mabadiliko, kwamba watu wengi sana wa pale Burkinabe walikuwa wanahitaji kufanyika kwa mabadiliko ya uongozi. Sasa mwaka 2022 palikuja tena kutokea mapinduzi mengine ambayo bwana Kapteni Ibrahim Traore alikuja kumpindua rafiki yake ambaye walikuwa pamoja kwenye mission za kuhakikisha wanaivusha Burkina Faso kuelekea kwenye Burkina Faso ya asali na maziwa, na badala yake ikawa ni Burkina Faso ya mateso mbaya mbovu, kitu ambacho kilimfanya bwana Kapteni Ibrahim Traore atangaze naye kufanya mapinduzi ya kumpindua rafiki yake ambaye alikuwa anashikilia taifa hilo la Burkina Faso. As we speak to date, ni kwamba Burkina Faso imekuwa chini ya utawala wa mpito kwa bwana Ibrahim Traore tangu mwaka 2022. Lakini cha ajabu ni kwamba mwaka 2024 raia wa Burkina Faso walimwambia Kapteni Ibrahim kwamba sisi tunahitaji kukuongezea miaka mingine 5 tena
uongoze kama rais wa mpito wa taifa la Burkina Faso. Na ndio maana jamaa sasa hivi mnaona anafanya mambo makubwa sana na anapendwa na watu kutoka mataifa mbalimbali duniani. Hiki ndicho ambacho kinaendelea huko, na nafikiri wengi sasa mmeelewa namna ambavyo serikali ya Burkina Faso kutokea kifo cha bwana Thomas Sankara mpaka leo iko bwana Captain Ibrahim Traore.